kwenye mjadala wetu leo kupitia question mark tunapata nafasi ya kuweza kuweka mjadala huu kwa yale ambayo yanaendelea. Bana, zipo taarifa za ndani zinaeleza Young Africans iko mbioni kutafuta kocha mwingine kwa ajili ya msimu ujao. Je, kwa kiwango cha kocha Melody Hamdi wa Young Africans hatoshi kuipeleka Yanga kwenye mafanikio kwa msimu ujao, au Yanga inahitaji kocha mwingine mwenye uzoefu zaidi na soka la Afrika? Hiki ndicho ambacho tunakiuliza kwenye mjadala hapa. Wakati wewe pia unaweza kuweka pia komenti yako hapa na kila kitu kiweze kwenda sawa kabisa na mchango wako uweze kukaa vizuri kweli. Na taarifa za ndani zinasema kwamba Mokoena ndiye kocha ambaye jicho ambalo Young Africans wanatazama zaidi ama wanampa chapuo zaidi. Nianzie kwako GH kwanza, mzee Mazenzo, kuhusiana na question mark namna ambavyo imezungumza hapa. Pengine Young Africans wameona Melody Hamdi hatoshi kuipeleka kwenye mafanikio, ama wanahitaji kocha mwenye uzoefu zaidi na soka la Afrika? Kulitafakari kwa kina. Kwa upande wangu Majanta, mimi niseme tu kwamba kama Young Africans wanapanga kuachana na kocha Melody Hamdi kutokana na sababu nyinginezo mbali na performance ya team, naweza nikasema wako sawa kuachana naye. Mbali na kile ambacho timu imecheza chini yake, hapo nitasema wako sawa. Ila kwa performance kwangu mimi naona haiko sawa, na naona kabisa Melody Hamdi anatosha kuendelea na Young Africans mpaka msimu ujao na kuwapeleka katika kilele cha mafanikio, kwa sababu alipokea timu katika hali ambayo haikuwa nzuri sana. Maana alichukua timu kwa Sead Ramovic, kama unakumbuka vizuri. Ilikuwa bado Yanga haijashikamana vizuri, lakini tokea ameingia, sikumbuki kama kuna mchezo yote Yanga amefungwa wa kimashindano. Rekodi zake ni nzuri, michezo 13 na akiwa ana sare moja, na hivi tunapozungumza Yanga ipo katika ile title race ya kuania ubingwa ligi kuu kandanda Tanzania bara. Yupo nusu finali kombe la FA Tanzania bara, na tayari mkononi ana kikombe cha muungano ambacho amekichukua kule visiwani Zanzibar chini ya kocha huyu Melody Hamdi. Na kama question ilivyouliza hapo kwamba je, Melody Yanga waachane na Melody, wanahitaji kupata kocha mwingine mwenye uzoefu wa soka barani Afrika. Kwa habari ya uzoefu, Melody pia naye ni mzoefu, pia ameshafundisha barani Afrika vilabu mbalimbali. Wakati ule Yanga wanamtambulisha Melody, alisema kwamba miongoni mwa mafanikio yake, ingawa pengine watu wanaweza kaona ni ya kawaida, ni kucheza finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Tunaposema ligi ya mabingwa barani Afrika, manake ni michuano ya kwanza kwa ukubwa kwa ngazi ya vilabu barani humu, na alicheza finali hii mwaka 2015-16 akiwa na kikosi cha USM Alger pale Algeria, na alipoteza dhidi ya TP Mazembe, hatua ambayo Yanga hawajawahi kufika. Kama tu swala ni uzoefu, Yanga hata nusu finali ya ligi ya mabingwa inamsumbua. Maana yake huyu anajua ladha ya kucheza finali. Kama unavuka naye vizuri, unampatia mahitaji, ni kocha mzuri. Na Yanga yamerudi inaendelea kufunga magoli. Wewe mwenyewe unafahamu, Yanga goli 6-6, Yanga goli 5-5, ni Melody Hamdi. Kwa hiyo mimi narejea tena, kama Yanga wataamua kuachana na Melody kwa sababu za nje ya kimatokeo ya uwanjani, wako sahihi. Ila kwa matokeo, numbers, takwimu za Melody ni nzuri na ana uwezo wa kuwavusha. Kuna swali anatajwa sana Mokoena Ruran kwenye hili eneo. Huenda ikawa chaguo zuri kwa Young Africans, ama huenda wakaja kujutia kuachana na Melody Hamdi? Mwalimu Lisungu Mwela ana usemi wake mzuri sana. Anasema mchezaji au kocha anaweza kafanya vizuri kwenye timu A, akaja kwenye timu B na asifanye vizuri. Na mheshimu sana Ruran Mokoena, miongoni mwa makocha wakubwa sana barani Afrika. Ni kocha ambaye amefundisha vilabu vikubwa, Mamelodi Sundowns, Wydad Casablanca, lakini bado sijaipata testi ya Ruran akifundisha vilabu ambavyo level yake si kubwa kama akina Mamelodi pamoja na Wydad Casablanca. Sijui kama utakuwa unanielewa vizuri bwana Majanta Sport. Na kuwa na kocha mwenye profile kubwa si tu kufanya vizuri. Simba alikuwa na mtu anaitwa Abdelhak Benchika, aliishia kwenye hatua ya robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo wengi walidhani ya kwamba pengine uwepo Benchika Simba anaweza kavuka kwenda hata nusu.
Sijui unanielewa vizuri. Ndiyo. Kwa hiyo mimi bado ni pale pale. Kama kwa habari ya kufika mbali na kocha huyu inawezekana, cha msingi ni kumpatia mahitaji yake. Ripoti yake inazungumza nini? Anaweza akawavusha, hayuko vibaya. Mwalimu, wewe uko upande gani kwenye hili ambalo tunalijadili hapa? Unajua, najaribu kuwaza kwamba kama hilo jambo Yanga wana mpango wa kutafuta kocha mwingine, bila shaka wameangalia yani nini mtuseme malengo ya klabu. Yani klabu sasa inataka kushindania nini? Klabu inataka labda kushindania ubingwa wa Afrika. Sasa ubingwa wa Afrika maana yake unahitaji kuwa na wachezaji wazuri, lakini sio tu kuwa na wachezaji wazuri, unahitaji kuwa na kocha mbobezi, lakini kocha ambaye tunasema wasifu wake unaeleza nini ambacho amewahi kukifanya. Sio mara zote makocha ambao wanazipeleka timu katika hatua za mbele zaidi waliwahi kufanikiwa kabla. Hapana, kuna makocha wengine kwa mshangao wa wengi waliweza kuzibeba timu zao. Sasa Yanga naamini kwa wakati huu ni timu ambayo inafikiri zaidi katika kufanya vizuri kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo inawezekana wao wanawaza kwamba kuna kocha mwingine ambaye labda inawezekana aliwahi kuziwezesha labda klabu moja, labda 2 au 3 kwenda katika hatua mbele zaidi. Sasa ukifanya ulinganifu katika eneo hilo, inawezekana Young Africans wameona kuna kocha ambaye tayari katika nini wasifu wake anaonekana ni kocha ambaye tayari zivusha timu kadhaa. Sasa hiyo tayari ni sifa nyingine. Wako makocha wengi duniani ambao wana vyeti vinavyofanana, lakini wako makocha ambao wana historia nzuri, yani ya kuipeleka timu X labda robo finali, akaipeleka timu X finali, akaipeleka timu X nusu finali. Kwa hiyo kuna wakati mwingine kuna baadhi ya timu huwa wanaangalia zaidi kocha ambaye tayari ana wasifu uliojitosheleza, kwamba huyu tukimpa malengo bana tunataka tufike finali, ana uwezo wa kutupeleka, kwa sababu tayari kuna kocha mwingine, yani tayari kuna timu 1 2 3 aliwahi kufanikiwa kuzipeleka katika hatua fulani. Iko hiyo namna ya timu zinapofanya recruitment, yani tunasema yani kutaka kuajiri kocha mwingine, unaangalia malengo ya klabu ni yepi. Hapa jecho ya kwanza imezungumza kwamba katika mechi za ligi kuu hapa Young Africans imekuwa inashinda 5-5 6-4, lakini mimi kwangu mechi za ligi kuu bado sio kipimo tosha. Yani kwa namna hiyo mwalimu ni kwamba unaungana na Young Africans kwenye mchakato huu. Yani nataka kumaanisha ni kwamba kwa sababu hawajathibitisha, ila kama wanataka kuachana na kocha Milord, mimi siwezi kushangaa kama wanafikiri kwenda mbele zaidi. Kwa hiyo inawezekana wao katika listi ya makocha ambao labda wanawafikiria, pengine wako makocha ambao tayari wanawasifu mzuri kuliko Milord. Sasa huyu kafanya, lakini kwa hapa Tanzania bado hatuwezi kumpima yani kwa moja kwa moja, kwa sababu ya ushindi ambao Young Africans wamekuwa wanaopata kwenye ligi kuu. Kwa hiyo ni kocha mzuri mpaka sasa hivi, ameiongoza Yanga katika mechi kadhaa za ligi kuu, na huko nyuma kama alivyosema GH hapa, aliwahi kuipeleka USM aja mpaka finali mwaka 2015. Lakini vipi kama unampata kocha ambaye tayari amecheza labda finali 3, labda ana historia nzuri zaidi kuliko huyu? Manake kwa vyovyote vile utaangalia yule kocha ambaye ana wasifu mkubwa zaidi kutokana na malengo ya klabu. Kwa hiyo inawezekana Young Africans kama huo mpango upo, labda wanafikiri mbele zaidi, kwamba wanataka kocha ambaye tayari ana uzoefu na soka la Afrika, lakini ana uzoefu mkubwa sana kwenye michuano ya CAF. Kwa hiyo hilo eneo sasa ndio linawatofautisha kati ya kocha moja na kocha mwingine.